Tunasema sisi tupo kama tupo, lakini basi tulikuwepo kotokako, tunasema ni amani amani, basi kama mbinguni. Lakini cha kushangaza ni kwamba amani hiyo iko mbinguni peke yake, nikimaanisha kwamba maeneo mengine amani hiyo hakuna. Na mambo ni mpekeche, nikimaanisha kwamba mambo ni mukide, nikimaanisha kwamba basi mambo ni ya moto, nikimaanisha kwamba dawa ya moto siku zote basi ni moto, nikimaanisha kwamba watu wanaposhindwa, wanapokubaliana kutokukubaliana katika ya kwao, wanaona njia pekee ya wao ni ya kutatua changamoto zao, basi ni kutumia mtutu wa bunduki. Basi tunasema acha manyang'au waendelee kumalizana, acha manyang'au waendelee kumaliza. Lakini hii tumekuwa tukiitumia sana pale ambapo wazungu wanapoanza kuuana wao kwa wao, kwa sababu hata kipindi wa Afrika, kwa sababu wa Afrika mnapotofautiana nyinyi kwa nyinyi, wa Afrika mnapoanza kumalizana nyinyi kwa nyinyi, wa Afrika mnapogawanyika, mnapogawanyika katika matabaka, katika misingi ya kisiasa, katika misingi ya kidini, ndio kuanguka kwenu, ndivyo mnavyofeli na ndivyo mnavyopotea kama kizazi. Na mwisho wa siku mnawapa mwanya wakubwa wa wazungu waendelee kunufaika na rasilimali zenu, kwa sababu kwa kimsingi Mwafrika ili afanikiwe lazima Waafrika waishi katika umoja, waishi katika utu, waishi katika ukweli, na sio katika udanganyifu ambao umetufika sasa hivi mpaka inafika hatua tunaanza kuuana basi sisi kwa sisi. Tupo sisi basi kama tupo, lakini ndio hivyo tulikuwepo kotokako, tunasema ni amani amani hii kama mbinguni. Lakini cha ajabu ni kwamba amani hiyo iko mbinguni peke yake, maeneo mengine amani hiyo hakuna. Sio vizuri na sio vyema na sio sawa pale mnapotofautiana na kwanza kuamini ya kwamba njia pekee ya nyinyi ya kutatua tofauti zenu ni kutumia mtutu wa bunduki. Acheni kuuana nyinyi kwa nyinyi kama Watanzania. Acheni kuuana nyinyi kwa nyinyi kama Watanzania. Acheni kuuana nyinyi kwa nyinyi kama Waafrika. Acheni kumalizana, kwa sababu Mwafrika ni mtu. Mwafrika sio binadamu, Mwafrika ni mtu. Na unapokuwa mtu maana yake unataka uishi kiutu. Huwezi kuwa bora wakati wote. Hauwezi kuwa bora wakati wote. Tuacheni umimi, tuacheni ufalme, tuacheni kujipa vyeo vya umungu, tuacheni kujipa vyeo vya umungu vya kuhukumiana sisi kwa sisi. Hapa ukisoma kitabu cha Mathayo 7:1 kinakuambia kwamba usihukumu utahukumiwa. Kama Waafrika tuishi katika utu, tuishi katika umoja wetu. Mwafrika kwa miaka mingi amekuwa akipoteza muda katika vita. Ndio maana Afrika ni masikini. Mwafrika kwa miaka mingi amekuwa akipoteza muda katika ukabila. Ndio maana Afrika ni masikini. Mwafrika kwa miaka mingi amekuwa akipoteza muda katika masuala ya ukanda. Ndio maana Afrika ni masikini. Mwafrika kwa miaka mingi amekuwa akipoteza muda katika kuhakikisha anamnufaisha mzungu. Ndio maana Afrika ni masikini. Mwafrika kwa miaka mingi aliacha kuthamini alicho chake, akathamini vitu ambavyo sio vya kwake. Ndio maana Afrika ni masikini. Acheni kupanda karma ya mauaji. Mahakama zipo, sheria zipo. Anayeandamana aandamane kwa amani, ila anayeandamana kwa kwenda kuchoma, kuharibu mali, kuharibu nini, ana makosa. Lakini sheria zipo. Akamatwe, achukuliwe sheria, apelekwe mahakamani, ahukumiwe kama ni kunyongwa, ahukumiwe kama ni kifo, ahukumiwe. Yani sheria ipo pale ili tuone ikitendeka. Mahakama ziko pale kufanya kazi hiyo. Lakini sio vyema na sio sawa kuanza kutumia nguvu kubwa kwanza kuuana sisi kwa sisi. Mnapanda karma ya visasi kwa watoto wenu. Mnapanda karma ya visasi kwa vizazi vyenu. Mnapanda karma ya visasi baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Na historia inasema kwamba usipojifunza kupitia makosa yako, usipojifunza kupitia makosa yako,
usipowajibika kupitia makosa yako, usipowajibika kupitia makosa wako, usipoifahamu historia yako, ni rahisi mno kurudia makosa, na huo ndio mwanzo wa kuangamia. Yako mataifa mengi yameanguka, yamefilisika. Yako makabila mengi yameanguka, yamefilisika, yamepotea kwa sababu ulianza kuuana wao kwa wao. Wakapanda karma ya kupukutishana. Mnapopata karma ya kupukutishana, maana mnajenga visasi vya milele, visasi vya kudumu. Na serikali yote duniani inapoanza kuua watu wake yeye wenyewe, inakosa uhalali wa moja kwa moja kutawala watu husika, kwa sababu hutaweza kutawala watu nao waua kila siku. Na ifahamike ya kwamba wapinzani huwa hawaishi, wapinzani wanazaliwa kila siku. Kwa lazima tujifunze kuchukuliana, tujifunze kuvumiliana, tujifunze mambo yetu tuyaweke mezani, tuyazungumze, tuyamalize. Lakini sio kuuana sisi kwa sisi. Wote ni Waafrika, wote ni Watanzania. Alizungumza Patrice Chopa, alizungumza Kwame Osajevu Nkrumah. Sisi sio Waafrika kwa sababu tumezaliwa Afrika, alizungumza Osajevu Nkrumah. Sisi sio Waafrika kwa sababu tumezaliwa Afrika, hapana. Sisi ni Waafrika kwa sababu Afrika hii imezaliwa ndani yetu. Baadhi ya mataifa waliamua kushikana, waliamua kuwa kitu kimoja, waliamua kuwa wabunifu, kujenga nchi yao kwa pamoja. Hamuwezi kujenga chochote, hamuwezi kufika chochote kama taifa, kama Waafrika. Hamuwezi kwenda popote kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia, kijamii kama tu mtakuwa mmegawanyika katika misingi ya ovyo ovyo. Lazima muishi katika ukweli, lazima muishi katika utu, lazima muishi katika uwazi. Orega kwenye moja ya kitabu changu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu, Orega alikuwa ni mkuu wa wafungwa enzi za Roman Empire, enzi za Warumi. Mkuu wa wafungwa alifahamika kama Orega. Orega, kiongozi anapoapishwa mkubwa, awe ni kanali, awe ni mwanajeshi kamanda, awe ni nani, kiongozi yote yule anapoapishwa, alikuwa anakuja mfungwa pale anaitwa Orega. Ukishaapishwa anakuja anakunongoneza ya kwamba kumbuka wewe ni binadamu, kwamba mbali na cheo chako chote, mbali na cheo ulichopewa, mbali na mamlaka uliopewa, mbali na nguvu uliopewa, mbali na utajiri uliopewa, kumbuka wewe ni binadamu. Jambo la kufa ni lazima. Kwa unapoongoza watu, ongoza watu katika kweli, waongoze katika utu. Sasa nimezungumza asubuhi ya kwamba huwezi kuwa bora wakati wote. Huwezi kuwa bora, yani hakuna, yani ulimwengu unavyotaka huu, hauwezi kuwa bora wakati wote. Jua linavyozama linavyochomoza, linavyozama, mvua zinavyonyesha, zinavyokwisha, ulimwengu unavyozunguka, sayari zinavyozunguka, hauwezi wewe kuwa bora wakati wote. Wewe ni binadamu tu. Huwa na wewe utauawa. Usipokufa wewe, utakufa watoto wako. Tusijenge karma, tusipande dhambi ya visasi, tusipande dhambi ya kuana sisi kwa sisi, isipokuwa tushikamane, tuijenge nchi. Kuna sehemu tumekosea na lazima tumekosea. Aliyeandamana akachoma vitu, akaharibu vitu, amekosea. Aliyetumwa kulinda mali za raia akaua raia, akapiga risasi, amekosea. Tumekosea wote, hakuna kumlaumu. Tujilaumu sisi wenyewe, tujilaumu sisi wenyewe. Tumekosea mahali fulani, na hii ni kwa sababu tumeshindwa kujifunza kupitia historia. Tumeshindwa tumeshindwa, tumeanza kuuana sisi kwa sisi. Yani damu ya mtu ni mbaya mno, damu ya mtu ni mbaya mno, sio ya kufurahia, sio ya kuchekelea. Adui yetu ni sisi wenyewe. Adui yetu ni sisi wenyewe. Adui yetu yuko ndani yetu sisi wenyewe. Adui yetu wala hatoki mbali.
Tusianze kutafutana ubaya kwamba huyu ni mbaya mpige risasi, huyu ni mbaya mkamate, huyu ni mbaya mteke, huyu ni mbaya hivi na hivi. Huwezi kuteka watu wote. Cha msingi turudi mezani, tumekosea wapi? Tusianze kuhangaika na matokeo. Tutafute chanzo ni nini. Tumekosea mahali fulani. Kuna mahali mambo yetu hayako sawa. Tuweke mambo yetu mezani, tusikanao moyoni. Tuijenge nchi, tuwekeze kwenye kilimo, tuwekeze kwenye viwanda, kwenye teknolojia, tuwekeze kwenye utu, tuwekeze kwenye umoja, tuwekeze kwenye mshikamano, tuwekeze kwenye mambo mengi. Sasa tujenge nchi yetu kwa pamoja na sio kuanza kuuana sisi kwa sisi. Na wakati mwingine tujifunze kwamba utofauti wa kimawazo ni ukomavu, alizungumza Nelson Mandela. Mnapotofautiana kimawazo ni ukomavu huo. Huyu kaongea hiki, mnamjibu kwa hoja, hoja kwa hoja, hoja kwa hoja. Msipuuze maoni ya raia, msipuuze maoni ya wananchi wa chini. Chukueni maoni, yafanyiwe kazi kwa asilimia kubwa. Mahakama zifanye kazi, viongozi wafanye kazi, kila mtu afanye kazi, baba na mama. Tujenge taifa letu pamoja, tusianze kuona sisi kwa sisi. Kwa sababu tunavyoona tunapanda karma ya mauaji, tunapanda karma ya kupoteshana, tutaanza kuuana, itafika mwisho wa siku tutakuwa hali ni mbaya zaidi. Sasa tupo sisi, basi kama tupo, tumeshuhudia mifano mingi. Ufaransa ilikuwa gani hivi, walimalizana mno. Rwanda walianzaga ujinga huu, wakamalizana mno. Nenda si Kongo, mpaka leo haieleweki. Mpaka leo Kongo ni mauaji. Sio maisha hayo. Nyewe wa Afrika mmepotoka, mmepotea. Haya sio maisha. Mnapogawanyika katika misingi hiyo ya kikabila, katika misingi hiyo ya kidini, katika misingi hiyo ya kichama, mnakuwa dhaifu. Mnapokuwa dhaifu ni rahisi mna adui kuwaingilia nyinyi. Mnaposhikamana na kuishi katika umoja, katika utu, mnakuwa mna nguvu. Mnaposhikamana mnakuwa mna nguvu. Jengeni nchi katika misingi hiyo. Muwe mfano wa kuigwa, sio mfano wa kuogopwa. Muwe mfano wa kupigiwa makofi, sio mfano wa kupigiwa mawe. Muwe mfano wa kufuatwa, sio mfano wa kukimbiwa. Muwe mfano mzuri, sio mfano mbaya. Kama Watanzania kuna sehemu tumekwama. Kama Watanzania, kama Waafrika. Turudi nyuma, tuangalie tumekosea wapi. Tufanye review. Tumekosea wapi? Hakuna kitu kibaya kama kuuana sisi kwa sisi. Tumepotea mpaka inafika hatua tunachekwa sasa. Tunaonekana wajinga wote. Tunawekewa vikwazo. Hii nchi haipo huru kama mnavyofikiria. Tumesaini mikataba mbalimbali na mataifa mbalimbali. Tukishawekewa vikwazo tutaishije? Tutatengwa na ulimwengu. Dunia sasa hivi ni kijiji, huwezi kujifungia kwenye chumba cha kifo. Lazima nchi iwe free, nchi iwe na amani, nchi ifunguke, tuzungumze lugha moja, tukaribishe wageni. Mbona nyimbo umetutungia? Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako. Tunaimba nyimbo kama hizo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki viongozi. Tunaimba nyimbo za kuhamasisha umoja na utu, usawa na wageni tunawakaribisha. Eti jina lako ni tamu sana. Mbona? Yaani manake ni kwamba inafika hatua sasa hii nyimbo zinakuwa hazina maana. Tunaimba Mungu ibariki Afrika. Afrika ipi? Afrika ya viongozi wala rushwa? Afrika ya wauaji? Afrika ya wahuni? Afrika ambayo haitambui watu wake, haithamini utu? Afrika ambayo imekabidhi? Afrika ipi? Tunaimba nyimbo za ibariki Afrika? Kweli?
Kuna sehemu tumekwama kama watu, kuna sehemu tumekwama kama baba, mama, wazazi, wachungaji, mashehe. Turudi katika chanzo, tuzungumze